Kulikuwa kunatokea menase mingi sana. Wanasikia mzuri? Ndio. Menase ilitokea hapa Kibira kwenda kutatiza Walungu, Kanyola, Mulamba na nafasi nyingine. Bombardement zimetoka huku naelekea kupiga nyinyi wa raia hapa na waajirani wenu kando kando hapa. Iko vile? Ndio. Uliviona hivyo vitu? Ndio. Sasa sisi kwa muda huu tuko kwenye CCLF. Mungu mnasikia tuko naongea doa kule Qatar. Ndio. Tulisinye CCLF na serikali ya Kinshasa. Hii serikali ya Kinshasa anapenda mpaka vita ikue. Ndio maana mliona hapa ndege ilikuwa inatoka hapa. Mlikuwa mnaona ndege inatoka hapa? Ndio. Inaleta wanajeshi, inaleta tumekamata bomu mingi hapa ambazo walikuwa wanatupa ndani ya wananchi. Tulikamata jana. Na mnamjua ndugu Maeshi, huyo mzalendo Maimai alikuwa hapa. Gari ambazo alikuwa nazo pia amefanya nini? Amezichoma. Hamjachoma? Dommage. Amechoma magari zote zilikuwa hapa mbili. Bisi moja ndio tumekamata na waza mwenye nayo atakuja kwa sababu mimi naona kuna rangi ya njano. Mwenye bisi ile atakuja kuchukua kama kile mwenye alikuwa amemlazima hiyo gari. Atakuja kuchukua gari lake. Kufanya maisha. Kabisa. Hiyo menase ndio maana tulifika hapa ili tuielewanye. Unanisikia mzuri? Ndio. Ile menase ilikuwa inatokea hapa Kibira kwenda Ninja, kuelekea Kabare, kuelekea Mwenga na Walungu. Tulikuja hapa kufanya nini? Irudishe nyuma ili mkutane ndani ya amani. Lakini sisi bado tunategemea kwamba kumaliza matatizo ya Kongo lazima watu waongee. Unanisikia mzuri? Ndio. Ingebidi kusema kitu gani kila siku kama tunataka kufika hata Kinshasa. Sababu jeshi ambalo liko mbele yetu tunajua. Ndio. Hakuna jeshi hapo. Wanachokijua ni unyanyasi, wizi na mabarieri mingi barabarani. Ndio. Kuna kingine wanajua? Hakuna. Kwa wanaume kwa nini hawakubaki pale? Na kwa hiyo menase imekuwa elwanye, mnaweza kuikala katika amani. Mfungue aktivite za kuendelea. Masomo wa vijana na watoto. Nafasi yao ni kwenye masomo, hapana ndani ya makarieri ama ndani ya makazi ambayo yaliangalie. Waende kwa masomo, wachuuze, muende Walungu, muende kwenda na kurudia. Sidhani kama kuna barabara hapa, kwa barabara hapa mtakuja barieri zote zinafanya nini? Mtatembea mnaenda Walungu hadi Bukavu na kuna kwenye taifa barieri. Unanisikia vizuri? Ndio. Tuko katika hii miaka ya ukoloni hiyo ya kusema mchuuzi aweze kupatikana na kuta na kwa hiyo ninawaomba kitu kimoja ambacho nimeona kinafanyika hapa. Manyumba mingi zinafungwa na wenye hizo manyumba wengi walikimbia na kuna vitu vyao ndani. Kuna wengi wako natoka na moto Walungu na mahali pengine wanakuja hapa kubeba vitu wakidanganya kwamba vitu vyao waliwacha. Hapa mnafahamiana nje kwa hiyo. Mkuwe wa security ama walinzi wa wengine. Kubali wakuja wabomoe nyumba ya mwenzako wapore mali. Kwa sababu wakempora tu utakuwa na vigumu kupata kitu kama inabidi uende kukaa usiku sasa. Basi vizuri. Kubali hiyo vitu na waache wengine wanaofanya nyumba zao wao wenyewe wafanye nini? Wakuje wafungue kama ni biashara waanze wamefunga. Profite nyuma yao kwanza kuiba wenyewe. Wakongomani wako ndani ya magumu ya mkali sana. Tuwaongezee vitu. Unanipata vizuri? Ndio. Na kwa hiyo mwambie wa vijana wenye walikuwa hapa, watoto ya Kibira, Mulamba na mahali pengine warudi walete silaha waweze kufanya kazi. Wanaotaka kufanya vijana mnaona hapa ni jeshi nzuri sana. Ndio. Jeshi kali sana kabisa. Jeshi la wananchi na jeshi la umma. Hilo. Na waomba muwaambie warudi wasiogope.
Maisha ni majina ya mimi ndio ya Mungu maisha ndio sana. Huyu maisha nimemuita mara mingi nikumbuka. Huyu maisha nimemtumia pesa hapa. Kweli. Maisha nimemtumia pesa hapa. Kama Chisekedi alikuwa na ajui kwamba maisha tunazungumza. Nimemtumia pesa hapa si mara moja ni mara tatu. Unyamaze sasa tusikie, unyamaze. Unakuwahi? Tumia hii nimsaidie. Alisema jamaa langu niko hapa ngali na sauti. Ako mwanatongekea mtu. Sasa tukasema hivi. Malalamiko ya Msibira, malalamiko ya Mwenga, malalamiko ya Shabunda, malalamiko ya Uvira. Nishatufikia sana mmasikio kungaruzi ya chama. Tunasema sasa si hao ni wandugu zetu wa Kongomani, si vile? Kumbe tuende tuwatoe mwa hii magumu. Ndio magumu tulikia watoa. Si vile? Ndio. Haiko vitu vya mzuri vile? Ndio. Tukasema hawa wanajita seme bazalendo. Eske ni bazalendo kabisa? Ni waamuzi ya mambuzi. Ni waamuzi ya mambuzi. Kurua zile walisha ibebe. Wanamkuelea fraksio ya bomba. Wanaibebe. Ndio? Ndio. Uko na zila miyako unatenda emea. Lelo pite kama waliezi. Unatosha mo wila unabakiana dela unajiuliza hawa wa master tuko munini? Zinaenda si vile? Ndio. Lakini tepita chama ilifika. Population ya Walungu ilikuwa nawaambia sio tunaishi. Ni wazi, si ndio? Ndio. Sasa ile mashida yote na mimi sasa administrateur nikasema mimi sitaacha Nzibira yetu endelee na sumbuka. Sitaacha watoto wa Nzibira waendelee na lalamika. Sitaitika kama niko administrateur wa territoire na niko mzaliwa wa Walungu. Sitaitika wangu wangapi. Makubwa, mtusikishe, mtusaidie. Komboe Nzibira kwetu na tunateseka. Wakubwa walisikia na waliona malalamiko ya raia itakuwa mingi. Na tukakusudia pia wakomboa. Si amani iko? Iko. Amani iko? Amani. AFC ni chama ya maendeleo. AFC ni chama ya amani. Mtu asiye wadanganya. Aseme una sponsorize kama aseme kama Banyarwanda. Kama nini? Sio. Vile ndio anamwambia anawadanganya, si vile? Sasa mimi administrateur niko Mnyarwanda. Sasa kakangu wa Masisi iko Mnyarwanda? Hapana. Sasa juu ya nini tuitike vivre ensemble? Mapolitiki wiko Kishasa wiko wanatudanganya. Tufunguke macho. Watu watoto wao wanasoma mafumati ma Europe mabulaya. Mewa mwenyeko wanakudanganya sasa. Ule mtu wa Rutshuru, mtu wa Masisi ni Mnyarwanda. Sasa kama Masisi na Rutshuru ni Rwanda, alafu kulijikuta namna gani Mkongo? Tufunguke akili. Si vile population Nzibira. Ndio. Tumemengi kahalisho. Huyu kupia masu. Alafu kereko. Tukasema hapana. Hapana kabisa, hapana. Si wote tuko Mkongo. Mungu alisema nini mBiblia? Vivre ensemble, si vile? Mimi nikienda hapa Burega, nikipata baby wa kule. Mutasikia.